Mbunge wa Teso Kusini Mary Emasa amehimiza kamanda wa polisi wa kaunti hiyo ndogo aanzishe kitengo cha kushughulikia masuala ya kijinsia katika vituo vyote vya polisi vya kaunti hiyo ndogo ili kushughulikia ongezeko la visa vya mizozo ya kijinsia katika sehemu hiyo. Akiongea katika shule ya sekondari ya Alupe alipokuwa akigawa hundi za misaada ya karo, Emasa alidai kwamba polisi wamekuwa wakishirikiana na watu wanaohusika na visa hivyo ili kuficha visa vya ubakaji na ghasia zingine za kijinsia. Wakati huo mbunge huyo ameshtumu kisa cha hivi punde ambapo msichana wa umri wa miaka 16 alibakwa, kupelekwa katika kituo cha polisi na kudaiwa kulazimishwa na maafisa wa polisi kuoga katika juhudi za kuficha ushahidi. Mteule wa wadhifa waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku ameridhia ziara ijayo ya Rais William Ruto katika eneo la Mlima Kenya na kutoa changamoto kwa mtu yeyote anayedai kuwa serikali haijapiga hatua kubwa za kimaendeleo kutembelea eneo bunge la Mbeere Kaskazini. Akizungumza katika mji wa Siakago, Ruku alikariri maendeleo ya kufana katika eneo bunge la Mbeere Kaskazini chini ya utawala wa serikali ya Kenya Kwanza. Ruku alimshukuru rais kwa kumteua na kumwalika kuzuru eneo hilo kukagua na kuzindua miradi ya ziada ya maendeleo. Ruku aliangazia miradi kadhaa muhimu ambayo imechangia mabadiliko katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa madarasa 80 ya shule za sekondari msingi JSS, miradi ya unyunyiziaji maji mashamba ya Kamata na Kanywambora, miradi mingine ya umeme vijijini na uboreshaji wa miundombinu ya shule kupitia mpango wa Imarisha Elimu. Mzee Njeru Kavisi alimpongeza rais na kumwalika kutembelea Mbeere Kaskazini wakati wowote na kuimarisha zaidi uungwaji mkono mkubwa wa jamii hiyo kwa waziri huyo mteule. Katika mabadiliko madogo ya baraza la mawaziri wiki iliyopita, Rais Ruto alimteua mbunge huyo wa Mbeere Kaskazini kuongoza wizara ya utumishi wa umma baada ya kumfuta kazi Justin Muturi. Kwa hivyo mnanituma niambie rais wa Jamhuri ya Kenya akipata nafasi kuanzia Tuesday aweze kufika hapa kwetu Mbeere North akague project zile ambazo serikali yake inafanya kutoka kule Kamata Irrigation Project, na pia tumuelezea kwamba ile barabara yetu ya Gikuyae, Momenje, Kerie, Ishiara tunataka kwa heshima atuwekee nini? Atuwekee nini? Kitugugo. Kwa hivyo umenituma niambie rais, tutamkaribisha kwa shangwe na nderemo, tutamkaribisha kama kiongozi wa taifa, tutakaribisha kama mfalme wa nchi yetu ya Kenya. Katika mambo ambao wanasema rais yakuja, rais yakuja, rais yakuja. Je, wafahamu kuwa kukaa au kuishi kwa muda mrefu na mtu fulani husababisha kuiga hulka au tabia yake? Sasa fahamishwa na Sauti ya Mwananchi, baragumu ya ukweli. Baragumu ya Sauti ya Mwananchi Radio. Kwenye rubaa za kimataifa ni kwamba waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amemteua aliyekuwa kamanda wa jeshi la wanamaji Eli Sharvit kuongoza kitengo cha usalama wa ndani licha mahakama ya juu kupinga hatua ya kumuondoa mamlakani aliyekuwa mkuu wa kitengo hicho. Netanyahu alichukua hatua ya kumwachisha kazi Ronen Bar tarehe 21 mwezi huu kwa sababu ya tetesi za kutokuwa na imani na uongozi wa kitengo hicho. Haijabainika ni lini na jinsi Sharvit atakavyochukua rasmi uongozi wa kitengo hicho baada ya mahakama ya juu kuzuia kutimuliwa kwa Bar. Ofisi ya Netanyahu ilisema Sharvit alikuwa amehudumu jeshini kwa kipindi cha miaka 36